twama obamje monyumba mwatata. Nyumba matata
poleza 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 poleza. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Lipewe sifa jina la Kristo Yesu Bwana. Tunamshukuru Mungu maana yeye alisema kwamba shukuruni kwa kila jambo. Kwa hiyo tuna sababu zote za kumshukuru Mungu kwa sababu imempendeza kwamba tuwepo hapa sote kwa ajili ya kumsindikiza dada yetu marehemu ambaye ametuacha, na tayari tunasifu Mungu, tunaimba. Sasa tunaenda kumkaribisha mwangalizi Reverend Ekela Tilas. Yeye ataomba Mungu kwa ajili ya huduma zote ambazo zinaenda kutendeka. Jina la Kristo Yesu libarikiwe. Amen. Karibu kiongozi. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wetu ambaye unatupenda sana na kwa upendo wa ajabu ukamtoa mwanao wa pekee ili atufie kwa ajili ya ukombozi. Jina lako libarikiwe sana. Asante Bwana kwa mchana huu. Tunasema asante kwa sababu umetuambia kwamba tukushukuru katika kila jambo. Haijalishi mioyo yetu inauma, lakini tunasema asante. Jina lako libarikiwe tena sana. Tunapokuwa hapa Baba, hatuna lingine ambalo tunalohitaji isipokuwa tunahitaji uwepo wako. Bwana, fariji kila mmoja wetu, hasa wazazi, ndugu wa familia na pia kanisa. Bwana, tufariji sote na majirani. Inaumiza sana kuachwa na ndugu, lakini Bwana ni hivyo ulitaka. Tunasema jina lako libarikiwe tu. Basi kwenye mipango yote tunataka Bwana wewe tutangulie. Bariki kila chochote tunaweza kufanya hapa sawasawa na mapenzi yako. Tunaacha yote mikononi mwako, ni katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tutaenda kama yafuatavyo. Tutaanza na ushuhuda. Tutaanza na ushuhuda wa marehemu. Watakaoanza itakuwa ni familia. Baada ya familia tutaita uongozi wa serikali. Baada ya uongozi wa serikali tutaita kanisa. Hivyo ni vitengo vitatu ambavyo vitatoa ushuhuda. Kwa hiyo kwa muda kama huu tunaikaribisha familia kwa ajili ya ushuhuda wa marehemu. Karibu familia, na tusikilize ushuhuda. Karibu. Miweti longe eno ya imana anu hii familia na bana bose bale ano botenda shita no tangu itambulisha inikyo bate zona bana bolambo no nzoni ya atano nike baada ya anu inenana maliza isomela risala tulina enge etosoma no ya ungano bana bolambo nkambia Nyarugusu benu miwechi shita no tangu wa mzee nafasi atende miwechi miomo umachina nikiuchi wakembe londa nikiulama mzone ya ntuba LA umina enda wi umina emo
Uno mweche tibatenda mzee ule wabana babulambo, lakini ule mwechi wa welwali nshingendo numba ya luke miomo bulambo ana bake bana sango bungwe mkobe na mwenda bake bana babo nitu mutu buchi watu ule malongo mabulambo, lakini mwechi ule wabashingendo ya buchuma numba ya luki miomo miomo. Hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Upendo Williamu Nu wa jamaa la Bashibu Chuma, nyumba ya Ng'endo, nyumba ndogo ya Loke. Baba wa marehemu ameitwa kwa jina la Williamu Nu, ni Mshibu Chuma, familia ya Ng'endo na nyumba ndogo ya Loke. Mama wa marehemu anaitwa Mwajuma Esther wa Luta, wa familia ya Bashim Minji, nyumba ya Mase, manake Mshimase huyo. Marehemu amezaliwa hapa Nyarugusu tarehe 3 mwezi wa 8 2016. Marehemu amewahi kusoma shule la msingi pale elimu, kaishia darasa la 3. Magonjwa iliyompelekea marehemu kifo ni malaria ya ghafla. Tangia hapo siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili usiku pa saa 5 marehemu kahaga dunia. Upendo Williamu Nu ameisha hapa duniani miaka 8 mwezi 1 na siku 5, na roho ya marehemu Mungu ailaze mahali pema peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bene wetu mwana twakanya omwalo wose uleyana, twakanya olubunga lwa mwene ombe ni olwe mwatu itila tatule na ituna musaa mwene ombi alipabeni babondu bechu bose tube na onu mtima mbebe nibo ino bakwelo tuwenge alu umoto na onu mwechi unu tombolola yo lusukulu anachi miomo lungu bechu bose twabeyana. Karibu mjumbe wa serikali. Ndio beno mwiwechi inedi village wa Ilomboka nikibuchibwa nganga kasalalu andamenya mwana wa Lweba na shina bwanda mtu tumwandaba tulola bipaji shishi bipaji tele ushanda ngito la mandano tumwandaba tukwambaka bana batu bange bamanyitenda apa nibe abe anibo obiwikeleli tenda no so wike bopu anda bange ba etwi mwandaliwa ba directeur yanda banafunzi shina makamo manote watu mwanda ibano alaka bibele bisato binachi Berum ni omo ni kwechiro berum maro ose mwasanganano ya rubaleo twakanyamanga amachwa itwele etea ono etumwana ili ituyangire na mwarose mbuka tele na omushuda
ose na ose ushuhuda washena ule bibochi bya mwana mboka yatana nibo toyore echa weto mwana turubu ile yansunga yasangwa yakengwa twasambere umucu nakiwaza asili michonjo yatetwa ya gilasi pero watoto chemo chokaru ngira michonjo ya bembe iye no ya uchebembe uchangelele bembe iye sawa bachumboka temotaka mtu kajira jo unasanga mtu mwana familia acha mwana wake mwana na mwana wake mwana libovu wale mwana unasanga rugu ajiwa moto na kwambaka ujo yuto bila Victoria no hata yeye bila ni modena na kwe lakini wewe bwana yo basha nisha tonatanda ni mo mwento mboka era bisatu mwane ba lukwambaka lo tiba jojusi ukachile mwane bana mama gojusi cha seto lukwambaka na tojo mwana juu inabo ene ongozi ale weto de class tito tumuka kwamba to mama na mwana hata kwambaka lolo mbeno jololana gatora lora bolo bano tochutu akenda pani wiwote la njuga bijenga kwa ile mwisho rukumoto wewe tamana sanyanga basi mboka tia tenda mu itu ya mwisho itu toshile mnene ni wachi ni amboni mboka ya twana sati sana tenda nibo mwambaka mutaki tenda bino ifata na ba wambaka ba onu wetu motu wetu mwene mboka bakeba kwambaka tabikyusika obibwechi na bakwambaka na nake itoma bakwambaka babo oba icheza bakwambaka nabo alakini de classe eti nabo atusisha obelebene obana kela ba achana lakini bakeba kwambaka abunda bake malenga ayokucha osoko eye mutakitenda kwambaka sasa amotenda mtu mwikichibwa amu ya mtike otenda amu chunge basi benu niwechi ikifupi ni mutaki kazi yao hawa bapastele yanu etu sawa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haya, tunaendelea na utaratibu kama ulivyopangwa katika nyimbo hii. Ni nyimbo ya kulisikiliza kanisa wa ushuhuda wa marehemu, na nao pia ni wazazi katika njia ya kiroho. Karibu pasta wa ushuhuda. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa kweli tunashukuru sana upande wa kanisa kusikia hotuba mbalimbali kutoka kwa familia ambao waliweza kuanzisha, na hatimaye serikali yetu na yenyewe pia ikatangaza. Lakini pia tushukuru sana kwa maandalizi ya kuweza kuandaa viongozi wengine, ni jambo la msingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi hii ni nafasi ya kanisa upande wa ushuhuda wa binti yetu ambaye aliweza kutuacha. Ni kweli kabisa binti yetu alikuwa akiitwa Upendo William. Ni kijana ambaye tulishiriki na yeye kwa muda mrefu tu, ingawa kwamba mwili wake ulianza udhaifu tangu hapo Ijumaa. Nishukuru sana familia hii, tena watumishi pamoja na sisi. Baada ya mtoto wetu kuwa katika hali ya udhaifu, watu wa kwanza kuhusishwa walikuwa ni sisi kanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulipokwenda kuhusishwa, hatukuwezi kukaa kimya. Tulihusika kikamilifu kimaombezi na mahitaji mengine. Na ingawaje kwamba sisi wengine kanisa na familia tulipenda binti yetu, lakini Mungu kampendelea zaidi kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hatuna mambo mengi ya kuweza kuzungumza. Tulitegemea kupata matunda mengi sana ya utumishi kwa baadaye upande wake, lakini Mungu ameona ni vyema kwamba uweze kumsitisha wakati huu. Na kazi ya Mungu haina makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimalizie tu kwamba kuna wimbo moja ambao tuliweza kupewa kwa ajili ya msiba wake. Na huu wimbo kwa kweli tungetamani kwamba watu kwa ujumla tuweze kuhusika kwa kuweza kumwimbia kwa mara yake ya mwisho. Na nambari yake ni 293, nyimbo za wokovu. Kwa yule ambaye ni mtoa sifa, tafadhali nafasi hii naomba uitumie ili sisi wote jumla tujumuike tuweze kumsindikiza kwa wimbo huu, kwa kuwa imeletwa kwenye kikao kingine, kwenye sehemu nyingine, kwa maono ambayo uweze kutokea kwa ajili yake. Na eti kwamba familia hii ingeweza kumaliza vibaya, hata sisi kanisa tusingekuwepo mahali hapa. Lakini kwa kuwa tulianza mwanzo vizuri na kuhitimisha salama, ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kumsindikiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo nafasi yetu sisi kwenda kumsindikiza malaloni kwa amani na usalama wote. Karibu sana kijana wangu kwa kuweza kumsindikiza binti yetu kwa wimbo huu wa 293. Haleluya. Jamani, mtu ambaye wote wale ambao wanafahamu tutakwenda kujumuisha wote. Nchi nzuri ya ajabu, kwa imani twaona simbali. Baba atungojea sababu, ametuandalia mahali tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba wetu. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba wetu. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba wetu. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Huko juu kwa ramani, tutaimba na kushangilia, kutolea Mwokozi shukurani kwa sababu alitufili. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Haleluya. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Baba yetu mpendwa na mwema, kwake kuna furaha ya tele. Twamsifu kwa kuwa neema yatutosha kabisa bila. Tukutane Baba wetu kwa juu nyumbani mwa Baba wetu. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote huko juu nyumbani mwa Baba.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Asante kiongozi, nafasi hii naomba uitumie sasa. Sasa katika nyimbo hii tunafuatana hivi, ni kwaya zinazofuatana kwa utaratibu huu. Tunaanza na imani kwaya. Baada ya imani kwaya tutasikiliza sifa kutoka kwa kwaya ya Nazareth, na mwishowe itakuwa kwaya ya Neema. Kwa hiyo fuataneni kama mlivyotajwa.
Tuombe kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu Baba aliye juu ya mbingu zote, mfalme wa amani, Mungu wa utukufu, Mungu mtawala, zaidi yako hakuna mwingine. Nafikiri ni wewe uliopanga siku ya leo na tariki ya leo na mwezi huu, siku ya leo tuwe pamoja hapa Bwana. Ni neema yako, ni muujiza wako. Basi angalia kitunga sadaka mbele yangu. Ni wengi walionyosha vidole vyao katika kitunga hiki Bwana. Wabariki na kuwawezesha na kuwazidishia mahali walipotoa siku zingine katika matanga, wawe na moyo kama huu. Basi Mungu wetu, ninasema na kazi ambayo sadaka itakayofanya ilete amani, ilete utukufu. Basi ninaenda kumweka mnenaji wa neno siku za leo Bwana, ulimwandaa na kumwelewa vizuri kwamba atasimama katika tarehe hii kulisha mkutano, kulisha kondoo zako neno takatifu. Basi ninasema mfalme, mtawale, muwezeshe ulivyopanda wanapunda kuelekea Yerusalema. Basi najua wanadamu walitandika mavazi na wakasema wewe ndiwe. Nami ninasema katika mioyo za watakatifu wale wapagani wanayokupendeza wewe Mungu, zidi kutanda hema nzuri ndani mwao ili neno lako lipate nafasi. Basi wao ninasema atakaposimama usimame pamoja naye na anene kama ulivyotaka wewe. Upendo wako na nguvu na ushirika wa Mtakatifu ulete amani katika mkutano. Kwa damu ya Yesu tunaomba na kushukuru. Mkutano tuseme amen. Amen. Asante. Asante sana. Jina la Kristo Yesu libarikiwe. Tumefika ingu ya kulisikiliza neno la Bwana. Neno ambalo ni faraja kwetu. Neno ambalo ni uzima, neno ambalo ni njia ya kutuongoza katika maisha yetu hapa duniani, maisha ya muda, ili tuweze kulielekea likatufikishe katika uzima wa milele. Bila kuponda muda, tunaye mnenaji ambaye yupo tayari kwa ajili ya neno la Bwana. Ni ndugu mwinjilisti Asante sana. Nilikuwa nikitupa jicho huku na huku. Nione yuko. Ni ndugu mtumishi wa Bwana mwinjilisti David. Yeye ndiye ambaye atatulisha neno la Bwana ambalo litakuwa msaada kwa maisha yako na yangu kwa ajili ya uzima huu wa muda ambao tumepewa, ili neno la Bwana lipate kutuelekeza nini cha kufanya, tuwajibikeje duniani tulipo, ili tukaweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kwa muda huu tunamkaribu, karibu ndugu mwinjilisti, na Mungu akubariki. Amen, amen. Sorry. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Tumeshamshukuru Mungu. Basi ni muda mzuri wa kusikia yale ambayo Roho Mtakatifu ametuandalia kwa mchana huu wa leo. Hebu uangalie kwanza jirani yako, kisha ujitathmini. Siku nitakavyolala kama huu mtoto wetu, je, utakuwa karibu na mimi kama leo? Muulize hiyo swali jirani yako. Siku nitakapolala kama mtoto wetu, je, utakuwa karibu yangu au utakaa mbali na wewe? Haleluya. Unajua, mara nyingi sana watu tunajenga uhusiano na jirani, na ndugu, na mme, na mke, na watoto, lakini tunashindwa kujenga uhusiano na Mungu. Haleluya. Ujumbe wetu wa leo kwa saa kama hii ya leo unasema jenga ushirika na Mungu
Mwambie jirani yako, jenga ushirika na Mungu. Mwambie usijenge ushirika na mimi kwa sababu sitakuwa msaada kwako, lakini ujenge ushirika na Mungu kwa sababu yeye ndiye atakayeokoa roho yako. Haleluya. Watu wengi tunajenga ushirika na majirani zetu. Watu wengi tunajenga ushirika wa umbea, ushirika wa vilabu kwa kunywa pombe, ushirika wa uzinzi, lakini hiyo haitakusaidia. Lakini endapo utajenga ushirika na Mungu, tambua kwamba kuna uhai, kuna faida. Haleluya. Amen. Kwa sababu ushirika wetu wa mimi na wewe ni wa kitambo tu, ambao hautakuwa na mafaa, ambao hautakusaidia chochote. Lakini endapo tamfanya Bwana Yesu Kristo Mwokozi wetu kuwa rafiki yako wa kwanza, zaidi hata ya mume wako, zaidi hata ya mke wako, zaidi hata ya mtoto wako, zaidi hata ya jirani yako, ya dada, ya kaka, ya mama, utauona uzima wa milele. Lakini endapo utafanya binadamu kama mimi kuwa wa kwanza na unamfanya Yesu kuwa wa mwisho, ndugu mpendwa, tutakuwa njia tofauti. Yawezekana ukaenda kwenye njia pana na mimi nikaenda kwenye njia nyembamba, ambayo itakuwa na manufaa kwa sababu kuna uhai baada ya hii. Hapa tunapomwona mtoto wetu tunajua kama sio yeye, kwa sababu tunasema ni mwili wa nani? Wa marehemu, si ndio? Kwa marehemu yuko wapi? Marehemu yuko wapi? Endapo marehemu alijenga uhusiano wake na Mungu, akajenga ushirika na Mungu, tunayo imani na matumaini ya kwamba marehemu yu hai. Haleluya. Hebu baba, fungua kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20 hadi 21. Nitaomba unisomee kwa utaratibu kidogo. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20 hadi 21. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Ezekieli 18 20 hadi 21. Inasema, ndio, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Achia hapo baba. Biblia inatuambia kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Sasa inawezaje kufa wakati mimi najiona nipo hai? Kumbe kuna kifo zaidi ya huu mwili ambao tunaona hapa. Kumbe kuna kifo cha kiroho. Kumbe kuna aina mbili ya vifo. Kuna kifo cha hiki kimwili na kuna kifo cha kiroho. Kwa kipi kitakachoua ile roho? Ni dhambi inayoitenda. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na kipi kinachotufanya sisi tutengane na Mungu? Matengano yetu na Yesu Kristo inakuja baada ya dhambi. Na mtengano huu ndio unaoua roho zetu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tukimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunao uzima wa milele. Lakini endapo kama haumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaishi maisha ya anasa, unaishi maisha ya dhambi, roho yako imekufa. Ndio. Amen. Ndio. Hata kama unajiona bado yu hai, endapo unaishi maisha ya dhambi, tambua kwamba roho yako imekufa. Ufunuo 3:1 inasemaje baba? Uishie kwanza hapo, mwingine asome Ufunuo 3:1. Nahitaji niwaoneshe wa ndugu wapendwa kwa saa kama na hii, yawezekana unajiona unatembea uko vizuri, kwa matendo yako tayari umeshakufa. Jua endapo unaishi katika maisha ya dhambi, roho yako nayo pia imekufa. Ufunuo 3:1 inasemaje baba? Tunasoma Ufunuo 3:1 inasema. Ufunuo 3:1, ujumbe wa Sardi. Ndio. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika haya. Andika hii. Malaika ulioko hapa andika hili. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Ndio. Na zile nyota 7. Ndio. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai. Na yajua matendo yako mama ulioko hapa, baba ulioko hapa, kijana mwenzangu ulioko hapa, una jina la kuwa hai kwa sababu unatembea, kwa sababu unaongea, lakini malizia, nawe umekufa. Kipi kinachokufa wakati wewe bado unatembea? Roho yako, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa unaweza ukajiona upo hai, una nguvu sana, unatembea, unafanya shughuli zote, lakini kwa matendo yako yale umekufa. Kwa matendo yako umekufa, kwa sababu umefarakana na Mungu, unakuwa hauna ushirika na Mungu, tayari umekufa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jitahidi sana ujenge ushirika na Mungu. Usijenge ushirika na ndugu yako. Jenga kwanza
ushirika na Mungu, kwa sababu ujengapo ushirika na Mungu ndio itakayokupa nguvu na upendo wa kujenga ushirika na jirani yako. Amen. Kwa sababu jirani yako unaweza ukajenga naye ushirika sasa hivi, akikunyima chumvi unachukia. Haleluya. Amen. Unaweza ukajenga ushirika na mtu sasa hivi, baadaye unaanza kumteta, baadaye unazini na mume wake au na mke wake, baadaye unamuibia. Hapo kuna ushirika. Lakini endapo utajenga ushirika na Mungu, yeye ndiye atakayekupatia zile nguvu za uhusiano mzuri wa kujenga na huyo binadamu mwenzako. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kubwa kama unanielewa. Baba, malizia ile andiko ya Ezekieli. Tunaendelea. Ndio. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Hapa kwenye hili andiko kuna mambo matatu. Kuna dhambi, kuna kushika amri, na kuna uhai ambao ni faida baada ya kushika amri. Jambo la kwanza ni madhara ambayo ni dhambi inayoleta mtengano sisi na Mungu, inayovunja ushirika wa sisi na Mungu. Ndiyo jambo la kwanza ambao ni dhambi. Endelea baba. Mwana hata uchukua uovu wa baba. Mwana hata uchukua. Wewe baba kama ni mzinzi, usitegemei mtoto wako atachukua mzigo wako. Kila mtu ataubeba msalaba wake. Haleluya. Amen. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Ndio. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Kila mtu atabeba msalaba wake. Kwa jambo kubwa ni kujenga ushirika na Mungu. Dhambi isikufanye wewe ujitenge na Mungu, bali Mungu hadi sasa hivi Yesu bado anawatafuta kondoo aliyepotea, ule umoja ambaye dhambi inatia bridge, inatia daraja kati yake na yeye. Bado anakutafuta ili ujenge ushirika na Mungu. Malizia baba. Lakini mtu mbaya akighairi. Lakini mama ulioko hapa, kijana mwenzangu ulioko hapa, baba ulioko hapa, ukighairi, swali ni kughairi tu na kuacha dhambi zake zote ndio alizozitenda, ndio, na kuzishika amri zangu zote, okay, na kutenda yaliyo halali na haki, ndio, hakika ataishi hata kufa. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi. Jambo la pili ni kwamba ukighairi na kumfuata Yesu Kristo na kushika amri zake, ujenzi wa uhusiano wetu na Mungu ni kushika amri zake. Amen. Ni kushika neno lake, ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndio tunajenga uhusiano pamoja na yeye. Endapo tunaghairi, tunayaacha yale yote mabaya, tunajenga uhusiano na yeye, tuna faida. Mwambie mwenzako kuna faida endapo taacha ile tabia yako ambayo unaijua wewe. Mwambie mwenzako kuna faida endapo utajenga ushirikiano na Mungu. Kuna faida endapo utajenga ushirikiano. Lakini hakuna faida kama ujengi ushirikiano na Mungu. Tutatembea kwenye njia mbili tofauti. Biblia inasema kuna njia nyembamba na kuna njia pana. Ujichagulie peke yako. Utaenda kwenye njia nyembamba au utaenda kwenye njia pana? Haleluya. Amen. Kwenye njia nyembamba kule vile tutasongana. Tutakuwa tunatembea na mabombasi tu. Lakini kwenye njia pana watakuwa wengi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Malizia hiyo 21 baba. 21 ni hiyo maliza tena. Maliza 21 tu baba. 21. Ndio. 21 nasema, narudilia. Ndio. Lakini mtu mbaya akighairi na kuacha dhambi zake zote, swali ni kuacha tu, alizozitenda, ndio, na kuzishika amri zangu zote, yes, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Mungu anakuhakikishia hakika utaishi. Hakika utaishi endapo utaachana na ile dhambi. Endapo utajitenga na kuanza uhusiano mpya na Mungu. Ni siku yako leo, mama ulioko hapa, baba ulioko hapa, kijana mwenzangu ulioko hapa. Ni siku yako leo ya kughairi na kuyaacha yote na kujenga uhusiano na Mungu, ili hii hakika tuishi siku moja mimi na wewe. Sema haleluya kama amen. Kubwa kama amen. Nikwambia kitu kimoja. Mungu hajataka hata mtu mmoja apotee, lakini wote anahitaji waje kwake. Soma 23 baba. Hiyo andiko. Hiyo 18. Soma 23 inasemaje? Je,
ninafurahia kufa kwake mtu Mungu mwovu? anauliza swali kwetu. Je, anafurahia kufa kwake mtu mwovu? Asema Bwana Mungu. Mungu ndo anasema. Si afadhali kwamba agairi? Si afadhali mama ugairi uache uchawi? Si afadhali mama ugairi uache uzinzi? Baba ugairi uache uzinzi? Baba ugairi uache pombe? Baba, dada ugairi uache umbea? Na kuiacha njia yake ataishi. Njia yako utaishi. Amen. Haleluya. Hebu sema amen kama unanielewa. Jenga ushirika na Mungu. Jenga ushirika na Mungu. Jenga ushirika na Mungu. Huyo aliye karibu yako hata kusaidia chochote. Utakapokuwa hospitalini mauti pale, lakini ukimuita Yesu ataitika. Amen. Kwa sauti moja ataitika. Kwa baba yake kuna makao mazuri. Amen. Lakini kule kuna makao mabaya. Mungu hajataka wewe na mimi tupotee, na wala hafurahii tufe katika dhambi, bali anafurahia tujenge uhusiano naye, tutii amri yake, ili tutembee pamoja na yeye na tuone uzima wa milele. Haleluya. Ni siku yako leo ya kuitafuta uso wa Bwana. Ni siku yako leo ya kujenga ushirika na Mungu. Ni siku yako leo nzuri ya kugairi na kuacha mabaya yote na kusimama katika mapenzi ya Mungu. Sema haleluya kama unanielewa. Amen. Malizia na Yakobo baba. Yakobo sura ya 4 anzia mstari wa 13 hadi 14 tunamaliza. Yakobo 4:13 inasema hivi. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Haya basi ninyi msemao, leo au kesho tutaingia katika mji fulani. Nyinyi wa matarajio, unajua leo kesho nitaenda Marekani. Au kesho yake nitaenda Kongo, nitaenda Kigoma. Na kukaa humo mwaka mzima. Ndio. Na kufanya biashara na kupata faida. Yes. Walakini hamjui yatakayokuwa kesho. Hamjui ya baadaye. Wewe unayekuwa na mipango mingi, unasahau kwanza kujenga uhusiano na Mungu, unasahau kwanza kutii amri zake, kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kisha unaanza kufuata mipango yako, unayatia mbele. Hivi unajua ya baadaye? Muulize mwenzako, unajua ya baadaye? Unajua ya baadaye? Kama ulifuata vizuri ushuhuda wa mtoto wetu hapa, aligonjwa ni kwa siku moja tu. Haleluya. Amen. Nani aliyejua? Hakuna. Je, ni mama aliyejua? Hakuna. Au ni baba aliyejua? Au ni wakubwa zake au wadogo zake? Hakuna. Kwa mimi na wewe tunaweza kuwa tupo hapa na baadaye tukabadilishwa majina. Kwa ni muda wako sasa hivi wa kujenga ushirika na Mungu, kwa sababu haujui. Baba, malizia hiyo andiko ya 10. Uzima wenu ni nini? Uzima wetu sisi ni nini? Maana ninyi ni mvuke. Sisi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Amen kama umelielewa. Amen. Wewe ni mvuke unaoonekana tu ndani ya manguo. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako wewe ni mvuke unaoonekana ndani ya manguo, kwa sababu baadaye tutakuita jina nyingine. Lakini endapo utakufa ndani ya Yesu Kristo, endapo utamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuhakikishia kama jinsi Biblia inavyosema, hakika utaishi. Hakika utaishi. Jenga ushirika na Yesu Kristo ili upate uzima wa milele, na Mungu wa mbinguni atubariki na kufanya Amen, amen, amen. Wajumbe wake kama hawa ni kijana tu kwa kawaida, lakini shahidi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunaposimama kulitoa neno la Bwana, tunalitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa neno la Bwana na mkutano na kushuhudia. Amen, amen. Wengine wanasimama mimbarini na kutoa neno la Bwana, lakini kule wanasema ndiwe ya kilela kuja. Ule ngamo ubiri inde ina kendi uja. Moja. Aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho
ayaambia makanisa leo kupitia mjumbe wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo heri sikio lile linalosikia na kutii na kutenda. Utukufu kwa Yesu Kristo. Amen, amen. Tunakaribisha waimbaji. Wakati wimbo huu utakapokuwa unaimbwa, tutakuwa tukishuka na mlolongo huu wa wale watakaohusika kupigwa picha. Kwa hiyo mwimbishaji, njoo usimame nami nitashuka na mlolongo huu kwa kukomboa muda. Wakati wimbo unaimbwa, tutaanza na bana babu lambo, na wapili watakuwa wajomba mtu, watatu watakuwa ndugu za marehemu, wanne watakuwa marafiki zake na kaka yake, marafiki wa kaka yake, wale wanaochangia nao kufanya biashara, sijui wanaenda Kasuro na nini na nini, hao marafiki wa kaka yake. Hiyo watakuwa wanne. Watano watakuwa marafiki za baba, marafiki wa baba yake na marehemu, na wasita kitakuwa kijiji cha L3, na mwisho litakuwa kanisa. Kwa hiyo tufuatane katika mfuatano huo. Karibu mwimbishaji. Jembo nyumba mwatata Baya basi eme na baetwama Obanke nyumba mwatata Simameni wa mama changamkeni. Wajomba mtu Baya basi embe inabaetwama Obanke nyumba mwatata ndugu wa marehemu, marafiki wa baba wa marehemu, marafiki wa nyumba mwatata Hallelujah.
Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Asante sana, asante sana. Na maombezi. Asante sana, asante sana. Tunaenda na maombezi. Mwombaji atakayeomba ataombea familia, kuombea faraja za Mwenyezi Mungu, na Mungu azidi kuwaimarisha katika imani, wapate kushinda katika nyakati hizi za jaribu. Pia ataliombea kanisa ambalo limetibikiwa kimwili na muumini wao, ili lizidi kuimarika, ili siku moja wakakutane na ndugu yao katika ufalme wa Baba. Pia ataombea safari ya sisi kuondoka hapa kuelekea Malaloni. Huduma hii yenye kuwa na vipengele vitatu itafanyika na Reverend Mwenemweko wa Bisenga Munga. Karibu mtumishi wa Bwana, na Mungu akubariki kwa huduma hii. Amen, amen.
Basi niombe tusimame, maana baada ya maombi basi tunaelekea malaloni. Niombe mkutano mzima tuwe wima. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu muumba wa mbingu na dunia, mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi ndilo jina lako. Asante kwa sababu ya mchana mzuri wa baraka ambao umekusanya mkutano huu. Ulijua kwamba mkutano huu utakuwa mahali hapa siku kama ya leo. Hivyo basi, na kwa sababu umejua hivyo, acha basi tuache hiki kipindi mikononi mwako ambacho Mungu ni kipindi kigumu kwa wanadamu. Niache familia ambayo imeachwa Mungu mikononi mwako. Unaona familia ambayo imeachwa na mtoto wao, mtoto wetu Baba, naiacha mikononi mwako, maana hatuna faraja nyingine, hatuna msaada mwingine isipokuwa msaada ni wewe, isipokuwa faraja kubwa inatoka kwako Baba yetu wa mbinguni zote. Hivyo basi, si familia tu ya kimwili, hata familia ya kiroho ambayo tuna mazoea ya kuita kanisa, tunaikabidhi mikononi mwako. Mungu wa neema, Mungu wa baraka, maana katika familia hii nyingine ya pili ya kiroho, Mungu, wangetarajia kwamba wapate mwimbaji, wapate mtumishi mwema, lakini Mungu ukapendezwa kwamba apumuzike pamoja na watakatifu wengine. Acha tuache familia hiyo nayo ya pili mikononi mwako. Mungu, fariji familia zote hizo. Mungu, wape faraja za ajabu, maana faraja inatoka kwako. Asante, maana Mungu utatufariji kwa njia moja au nyingine. Hivyo basi, baada ya faraja tunaendelea kuacha mkutano mzima huu ambao umekuwa hapa Mungu mikononi mwako. Tunataka kuelekea malaloni. Baba yetu wa mbinguni, Mungu uishie milele yote. Tuondokapo mahali hapa Mungu, ututangulie Baba yetu, ili kwamba tuondoke na baraka zako na tufike na amani yako malaloni. Heshima, utukufu, mamlaka na uweza tunarudisha kwako, ni kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante, tusaidiane sasa vijana, tusaidiane kupeleka mwili malaloni. Obe emo, 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 itevilla eva mwikolo. Emo, 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 itevilla. Obe emo, emo, emo ma, itevilla eva mwikolo.
kabisa ili tuzidi kulisaidia kazi yako
Yeso, ole wangene ombe, wakaniwe tatae. Yeso, ole wangene, wakaniwe tatae. Yeso, ole wangene, Bwana Yesu atukuzwe sana. Nimefika Mwalaloni, niombe mchungaji Pastor Mwalemweko, karibu sana kwa maombezi hapa Mwalaloni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru, tunapiga asante na shukrani kwa sababu umetuwezesha kutoka nyumbani kufika mahali hapa. Basi Baba yetu, kabla ya mambo mengine tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji baraka zako, tunahitaji amani yako. Tutawale Baba yetu kwa mengine yote tutakayofanya mahali hapa. Heshima na utukufu, mamlaka na uweza tunarudisha kwako, ni kwa Yesu Mwokozi wetu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kabla sijakwenda kuruhusu mwili wa ndugu yetu kuweka ndani ya nyumba yake, nitaomba tukutane kwenye waraka wa kwanza Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari mdogo wa 35 na kuendelea. Maandiko matakatifu yanasema hivi: lakini labda mtu atasema, fufuliwaje wafu, na huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, ipandayo haiwiki isipokufa, nayo ipandayo upanda mwili ule utakaokuwa ila chembe tupu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini Mungu uipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, fahari nyingine ya mwezi, fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu, upandwa katika uharibifu, kufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, kufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, kufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, kufufuliwa mwili wa roho.
Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko, ndivyo alivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye uja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye yule wa mbinguni. Amen. Amen. Niombe ruhusu mwili kuweka ndani ya jengo lake. Karibuni sana, na jengo litaendelea ile mwili ndani. Nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo 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 moyo. Haleluya. Nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo 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 unauma, moyo 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 unauma. Nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo 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 unauma, moyo 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 unauma. Nipanguze machozi Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mtu wa kwanza alitoka mavumbini, na mavumbini tena akawa amerudi. Mtu wa pili ni Yesu Kristo ambaye alikufa na akawa amefufuka, na wote watakaomwamini siku ya mwisho watakwenda kufufuliwa. Amen. Niombe utaratibu uweze kufuatwa. Tutaanza familia wafiwa, wataanza wao, baadaye wachungaji watakwenda kufuatia, alafu serikali na wao pia watu watatu watakwenda kufuata, na hitimisho ni watu wote kwa ujumla. Karibuni upande wa familia, alafu nyimbo zinafuatwa. Nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo 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 moyo. Haleluya. Nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo moyo unauma, moyo moyo unauma. Hata nipanguze machozi Baba, nipanguze machozi Baba, moyo 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 unauma.
Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya.
Bwana akasema kwamba nimewaandikia vijana kuwa mna nini na nguvu. Nishukuru sana kwa huduma ambayo mmeweza kuifanya. Biblia inasema kwamba ile mwisho kuliko mwanzo. Naomba tumalizie na andiko la mwisho katika Thesalonike wa kwanza sura ya 4. Mstari wake mdogo wa 13 nasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, ndio hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja na yeye. Kwa kuwa tutawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Amina. 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 Nishukuru sana kwa kuwa tumeanza pamoja na nyie kwa amani na kuhitimisha kwa amani. Niweze kualika familia wenda kwa neno kuweza kuzungumza kwa mwishoni. Waweze karibia, waweze kuzungumza. Karibu. Weti. Yomo. Wakanya. Ila vendo tatunalo bashisho n'umchikwa. Wakanya hiyo matoka tishonu suku. Mukere nena mbemete ocho. Apano ba onutu na onge ose uye. Na mboka ya ele turatenda nibwe isaka onototo enunge uye. Mishangana ni kaya tena nibwo nikutosaka nuluge tuye ya twa ndushi. Benu migwechi. Yomo. Ango. Kwa kuweza kuhitimisha, naomba nimwelete kiongozi Pastor Mali Matias Talama. Karibu sana ukairisha kipindi hiki kwa maombezi pamoja na kuweza kuombea mazingira ya hapa. Karibu sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa kuwa Bwana umetuwezesha kufika hapa na kuhifadhi mwili wa mwana wako hapa ambao tumewacha katika hali yako, kwamba kuna siku ambapo wafu watasikia parapanda ya mwana wa Mungu nao watakufuka na kukulaki hewani. Hivyo na mpendwa wetu Bwana umemweka hapa kwa kungojea ahadi hiyo. Asante Mungu wa Mwokozi wetu. Hivyo Bwana, bariki kusanyiko lote lililojitoa kufanya msaada huu. Amani na baraka zako Bwana zidi kutawala familia na ndugu na jamaa na rafiki. Faraja za mbinguni zitawale kila mmoja, kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tuseme amen. Amen. Asante. Tuwe na amani ya Bwana. Ango. Abi taswa yetu. Ula